Naam, ni safi kabisa. Karibu sana katika sehemu yetu ya 9 katika simulizi yetu inaenda kwa jina la Usaliti. Karibu, usisahau ku like na comment na kushare na kusubscribe katika channel yangu inapatikana YouTube kwa jina la Uncle Don. Karibu sana, tusonge mbele. Kama tunakumbuka pale ambapo tulipoishia, mwanakaka Rweyemamu wakati ameidiwa ahadi na mdada ambaye alikuwa akipenda kumuita Chokora. Karibu sana, tusonge mbele. Rweyemamu anasema, mimi kusema kweli nilisubiri mpaka saa 1 jioni. Nikamfuata yule dada, nikamuuliza, vipi, ulisema utanipa zawadi, hiyo zawadi iko wapi? Yule dada akaniangalia kwa jicho kali, akaniuliza, kwani wewe Chokora una shida gani? Hivi unavyoniona mimi ni mtu wa kukupa zawadi wewe kweli? Mimi sio mtu mimi sio mtu wa kucheza chezea kama watu wengine. Kwa hiyo unavyokuwa unaniona, usinione kama vile mimi ni mtu wa kuchezea. Niheshimu kama unavyomheshimu baba hapa nyumbani. Mimi naweza nikaamua muda wote ufe ama usife, kwa sababu mimi ndo naikupikia chakula. Afikija kuzingatia, baba ananisikiliza, hata na mama ananisikiliza. Na uwezo wa kufanya chochote kwako na asiwepata mtoto mmoja kwa kugundua kwamba kuna kitu nimefanya. Pale nikaema, nikajiuliza, kwa nini huyu dada ananiona kama mimi mjinga? Hivi anafikiri mimi naweza nikabembeleza zawadi zake mpaka inafika stage na niambia tata kuja kunipa zawadi ambayo sitakuja kuisahau? Kumbe alikuwa ananikejeli. Halo, kweli nimeamini hapa duniani ukiwa hauna maisha mazuri, kila mtu anakuwa anaweka matakataka, lakini wanasahau kwamba kuna siku naweza kuja kujipata na ukawazidi wao. Pale nikaumiza akili, nikapiga mahesabu, nikasema dada nifanye nini ili aweze kuniheshimu. Lakini hapana, iko siku atakuja kuniheshimu. Achane na mambo ya hasira na kupaniki. Ngoja nitulie. Pale nikaongoza njia, nikaelekea karibu na garden. Kulikuwa na majani, nikaanza kung'oa yale majani. Mara baba kamerudi. Aliporudi akaniita, "Oh, jembe langu, pole na kazi." Na nikaitika, "Salama baba, shikamo." Akaitika maraba, kisha nikamwambia, "Pole na kazi na wewe." Naye baba akaitika akasema, "Asante. Vipi, umeshindaje leo?" Na mimi nikamwambia nimeshinda salama. Akanivuta pembeni akaniambia, "Mwanangu, vipi? Leo familia ikoje?" Hamna shida yote. Lakini na mimi kutokana nilikuwa ni msili ambaye nilikuwa natamani kuona mimi maisha yangu yakienda mbele. Hivyo sikutaka kuona pale nyumbani wakigombana kisa mimi. Nikamdanganya baba, nikamwambia hapana, kuko salama kabisa. Akasema, "Vipi huyu mdada wa kazi? Maki naona muda mwingi anakuwa anakuita Chokora. Leo haja kusumbua." Nikamdanganya nikamwambia hapana, hajanisumbua kusema kweli. Ila leo tena ndio siku ambayo tumefurahi kabisa. Leo amenifurahisha, ni leo tumecheka mpaka basi. Hadi mpaka tumepiga story za hapa na pale. Naye baba akaniuliza tena akasema, "Hebu niambie, amekupa story gani? Haja kwambia kwamba na wachumba uko nje? Maana kuna muda tukimwagiza gengeni unaweza kumwagiza saa 2 akarudi saa 5. Ukamwagiza saa 5 akarudi saa 10 jioni. Haja kwambia kwamba waga anapitiaga wapi?" Na mimi nikamwambia hapana baba, hajaniambia chochote. Ila tulikuwa tu tunapiga stories hapa na pale za kuhusu maisha. Baba akaema kidogo, akafunga mlango wake wa gari, kisha akaingia ndani. Alipoingia ndani, akapokelewa na mke wake. Mke akamwambia akasema, "Baba, mimi najua kwamba huyu kijana ulimleta kama mfanyakazi, lakini kusema kweli huyu kijana wako sasa alikofikia too much. Haiwezekani. Huyu sasa sio mfanyakazi. Yaani mfanyakazi anakuwa kama kaka wa nyumbani. Yaani kama mtoto wa kuzaliwa hapa." Baba akaema akamuuliza, "Kwani unasema hivyo?" Akasema, "Huwezi amini mume wangu. Yaani huyu kijana nimemtuma nyanya gengeni saa 1 na dakika 5. Lakini huwezi amini sisi tunavyomwagizaga huyu dada dakika 15 na maliza huko nje. Huyu kaka yani amemaliza dakika 1 tu. Alikuwa amesharudi." Sijaamini kama kweli amefika gengeni amechukua nyanya na ameleta. Aisee mume wangu, naomba unisamehe kwa yale maneno ambayo nilitoa siku ile kwamba eti huyu atakuwa labda ni mtoto wa mwanamke mwingine huko nje. Yale mazungumzo yote yalikuwa kiendelea, afu na mimi nikiwa nimebanza pembeni, kwa sababu nilikuwa nikimjua yule mama kwamba mume wake akirudi lazima mpe habari zangu. Pale mwanaume akasema, akamwambia akasema, "Sikiliza,
Huyo kijana ni kijana ambaye anaonekana na shida, anatamani kupata kazi ambayo ni permanent, ambayo inamlipa vizuri, lakini bado hajapata. Usiwaze, huyo kijana mimi namtafutia sehemu ambapo ataweza kukaa relax kabisa. Hivyo basi naomba mumpende, mumheshimu, mumwelewe kama mnavyojipenda wenyewe, kwa maana mwezi kujua kuna siku huyo kijana naye atakuja kuwalea watoto wenu ambao tayari nitakuwa nimezaa na nyie pale ambapo mimi nitakuwa siko, halafu yeye ndo amebaki. Mimi naweza nikafa muda wote afu yeye akabaki. Yule mama akaima kidogo. Kwa nini mume wangu unasema hivyo? Kwani una mpango wa kufa? Yule baba akatabasamu akasema, hapana bana, mimi sio kwamba mimi nataka kufa, ila ni kwamba unajua kwamba kufa ni kwa kila mwanadamu. Hata wewe unaweza kufa au hata mimi naweza nikafa, ila nakutazamisha mbele kwamba mheshimu kila aliyeko mbele yako, huwezi kujua kesho yako. Na yule mama akakunja uso kidogo akasema, mume wangu, mbona kama kuna kitu unanificha? Kwa nini unaniambia eti nimsamini sana kuliko ninavyojisamini? Pale yule baba akamwambia, mimi nimekwambia kama funzo, sijakwambia ile turumbane, nilete maji ya kunywa. Yule mwanamke akanyanyuka kwa hasira, akaenda kuleta maji. Wakati analeta maji na mimi wakati analeta maji na mimi wakati narudi nyuma, mara nikajikuta nimeparamia jiwe. Kuparamia jiwe nao kule glasi ikawaponyoka, ikadondoka chini, ikapasuka pale. Wakaniita, ulikuwa unafanya nini? Ile nataka kujibu, yule dada ameingia, akaja anapiga kelele. Karibu sana katika sehemu yetu ya 10 tukaangalia, je, yule dada alikuja anapiga kelele kwa sababu gani? Na Roye Mamo alivyoitwa kwamba alikuwa anafanya nini pale mpaka kaparamia jiwe, alijibu nini? Karibu sana katika sehemu yetu ya 9. Usisahau kulike na comment na kushare na kusubscribe katika channel yangu inayopatikana YouTube kwa jina la Uncle Doni. Karibu sana.